Kuna vitu vitatu vidogo sana unavyoweza kubadilisha unapokuwa unakula chakula chako kila siku, ambavyo vinaweza vikabadilisha namna unavyokula. Na kitu cha tatu, watu wengi hufanya kinyume chake karibia kila siku hata bila kujua. Na sikutaki uanze kufikiria nitakwambia uache vyakula unavyovipenda. Hapana. Wala usizo kwa siku ya leo. Sikupi diet ya mateso, wala sitakwambia ukae njaa. Sababu wakati mwingine tatizo si kile unachokifikiria. Wakati mwingine ni mambo unayofanya kabla hujaanza kula chakula chako, au jinsi unavyoandaa chakula chako ndivyo vinavyoathiri kiasi cha chakula unachokula kila siku. Sasa leo nataka nikupe mbinu hizi tatu rahisi sana. Mbinu ya kwanza kwa kweli ni rahisi sana kiasi kwamba unaweza kujiuliza, Joan, kweli hii inaweza ikasaidia? Usipuuze, kwa sababu kitu unachokifanya cha kwanza hata kabla ya tonge lako la kwanza kinaweza kikawa ni muhimu sana zaidi ya unavyofikiria. Fikiria hiki kitu. Ukiwa una njaa kali sana, nikakupatia sahani mbili. Sahani moja ndogo, sahani moja kubwa. Halafu pembeni yako unaona vyakula vingi vizuri unavyovipenda. Je, kwa haraka utachagua sahani ipi? Najua utachagua sahani kubwa, na utachagua na kuijaza sahani yako vyakula kadri njaa yako inavyokutuma, yani kadri unavyosikia njaa. Na kabla hata hujatambua kinachoendelea, my dear friend, utajikuta umemaliza kila kitu kwenye sahani na kula zaidi ya ulivyokuwa umepanga. Na kama ni diet ama mpango, kwisha habari yake. Lakini sasa leo nataka nikupe mbinu moja rahisi ambayo itakuokoa na janga hili. Mbinu hiyo ni maji. Ndiyo, maji ya kunywa. Kunywa maji takriban dakika 30 kabla ya chakula chako. Hii itakufanya usihisi njaa kali sana kabla ya kwenda mezani. Ile utakapoenda mezani utakula chakula kidogo zaidi au kile kiasi sahihi ambacho mwili wako unahitaji. Na pia hayo maji unayokunywa yatakusaidia umeng'enyaji wa chakula ufanyike vizuri. Lakini tafadhali naomba usinielewe vibaya. Hii ndio pointi ya muhimu zaidi. Maji haya hayana uchawi wa kuyeyusha mafuta. Kile ambacho kinafanyika kwa kutanguliza yale maji, mwili unakuwa umepokea calories kidogo zaidi kwa watu wengi. At least hautakula sawa na mtu ambaye hajatanguliza yale maji nusu saa kabla. Calories nazo zinapopunguzwa, hiki ndicho kitakachoenda kusababisha mwili wako kujiweka katika nafasi nzuri ya kupunguza mafuta mabaya yaliyokithiri mwilini. Yes. Na kama unadhani hiyo inafurahisha, bado sijakwambia namba 2. Na hii namba 2 watu wengi huwa hawaifikirii kila mara wanapojaribu kuanza diet au kupunguza uzito. Na ni mbinu ambayo inafanya kazi, nisikilize kwa makini sana. Kabla sijakwambia kuhusu namba 2, fikiria una sahani 2. Sahani moja ina chakula kidogo kikavu, let's say una wali, maharage na mboga za majani kama unavyopakwaga, na upande mwingine una bakuli kubwa lenye chakula chenye supu hicho supu ya maharage, wali na mboga za majani. Katika bakuli hizi 2, ukila chakula cha sahani ambacho ni kikavu, kina mboga za majani na maharage, baada ya muda utatamani kupata chakula kingine, kwa sababu chakula hiki kipo kidogo, kitaacha nafasi tumboni, kwa hiyo utahitaji zaidi. Nisikilize kwa makini, sikuelekezi diet kama title ya video inavyosema, nakupa mbinu. Na hapa ndipo mbinu ilipo. Chakula hiki chenye supu kitakufanya ushibe kwa haraka, na vile vile kwa kuwa ni supu hautaweza kula ubwabwa mwingi. Ndio, najua unapenda ubwabwa, lakini kikiwa katika namna hii hauwezi kula kwa kiasi kikubwa. Kama hauwezi kula kwa kiasi kikubwa, basi unadhani ni nini kinatokea? Kama hautaweza kula kwa kiasi kikubwa, basi unadhani ni nini kitatokea? Yes, utajikuta umekula calories kidogo zaidi ya zile ambazo ulikuwa umezoea kula kwenye ile sahani yako ndogo yenye chakula kikavu, ambapo baadaye huwa unajikuta unatoka nje ya mpango na kula vyakula vingine kwa sababu utahisi njaa kwa haraka. Kwa hiyo sasa, naomba kuanzia leo unapotaka kufanya kitu, hususan mpango wako wa kupunguza uzito, fikiria tofauti kidogo. Badala ya kufikiria kwamba leo nitakula kidogo sana kwa sababu nataka kupunguza uzito, anza kufikiria hivi, nitawezaje kufanya mlo wangu unishibishe zaidi? Hivi ndivyo ambavyo unaweza ukawa unafikiria kwa malengo yako ya kupunguza uzito pasipo kuwa na diet yoyote ngumu. Subiri, kabla hujajipiga kifua na kusema tayari umeshashinda, hapa kuna kitu muhimu sana ambacho unatakiwa kuzingatia. Supu unayotakiwa kutumia ni zile ambazo hazina mafuta mengi. Ni zile ambazo hupaswi kuongezea kitu cha ziada kama nuts au cream zingine ambazo zina mafuta mengi. Ukifanya hivyo,
kuzuia kupata faida ambazo tunazozungumzia kwa muda huu. Utaongeza calories ambazo ulikuwa unazikwepa kwenye chakula kikavu kikiwa kingi. Kwa hiyo hakikisha supu zako hazina mafuta mengi. Sawa my dear friend, nasubiri. Namba 3, na hii inaweza ikaonekana ndogo kuliko hizi zote, lakini naomba usichukulie hivyo, kwa sababu watu wengi wanavyoanza kujaribu kupunguza uzito, na wewe pia ukiwa mmoja hapo, kitu cha kwanza wanachofikiria ni kwamba nipunguze nini kwenye vyakula vyangu, niache chakula kipi, nipunguze kiasi kwa kiasi gani. Haya ndio maswali ambayo mara nyingi huwa yanaanza, na unajikuta unapunguza chakula kiasi kwamba hata ukiona ile sahani ya chakula tu yenyewe unaanza kuiogopa, kwa sababu neno diet linakutuma kwamba diet ni chakula kipo kidogo, diet unakata portions, diet unatoa baadhi ya vyakula, diet ni kitu ambacho kiko very strict. Mawazo hayo ndio yanakufanya kwamba uanze kuiogopa hata diet yenyewe. Lakini leo nitakwambia kitu cha tofauti katika mbinu hizi 3. Na hii mbinu ya 3 itakutaka uanze kufikiria ni chakula gani uongeze kwenye mlo wako ili uweze kupunguza uzito. Badala ya kupunguza tunaongeza nini? Na hapa ndipo mboga za majani zinapoingia. Tunazungumzia mchicha, tunazungumzia spinach, tunazungumzia cabbage, tunazungumzia sukuma wiki na mboga zingine zote za majani ambazo unazifahamu. Ndio, hizi zina volume, zinaongeza volume, zinaongeza ujazo wa chakula, zinaongeza nyuzi, zinakufanya ushibe kwa muda mrefu kwa kula calories kidogo. Ambacho nataka ufanye ni hiki, rahisi tu. Katika vile vyakula vyako ambavyo unavipenda au ambavyo umezoea kuvitumia, my dear friend, ongeza mboga za majani kwenye kila mlo. Weka mboga za majani za kutosha. Na pale unapoanza kula, anza kula mboga za majani kwanza. Hiyo ndo game changer. Utakapoanza kula mboga za majani zikaisha, utafuatia vyakula vingine. Najua mpaka dakika hiyo hautakuwa na nguvu au uwezo wa kuendelea kula chakula kingi zaidi. Kwa hiyo automatically, kwa kushiba lakini na kwa kuridhika, utajikuta umekula calories kidogo, jambo ambalo litapelekea wewe kupunguza mafuta mabaya yaliyokithiri mwilini kwa haraka pasipo kuanza diet yoyote ngumu. Unaonaje hizo mbinu 3? Je, unajiona ukijaribu kufanya yoyote katika hizi 3 tulizozungumzia leo? Lakini naelewa kuna wale wengine ambao pengine tatizo sio diet, pengine tatizo sio mazoezi, pengine tatizo sio uhiari wa kutaka kupunguza uzito. Kila kitu anacho, ana uwezo wa kupangilia vyakula, budget, kila kitu yuko vizuri, lakini anachohitaji ni msimamizi, msaidizi, mtu wa kumkumbusha mara kwa mara, mtu wa kumtia moyo hapa na pale. Basi kama wewe ni huyu ninayemzungumzia hapa, huhitaji hata hizi shortcut, hizi mbinu fupi, tafute kupitia namba zetu za WhatsApp. Tumia ujumbe wa jambo unalolihitaji. Tutakupatia mwongozo, program ambayo itaandaliwa kulingana na uzito wako, urefu wako, aina ya mwili wako. Maana yake program inaandaliwa kulingana na vipimo vyako, upatikanaji wa vyakula na uwezo wako wa kufanya mazoezi. Vitu ambavyo vitakuwezesha uweze kupata matokeo mazuri kwa urahisi zaidi. Okay guys, asanteni sana kwa kuangalia video ya siku ya leo. Ukiwa na swali, tafadhali uliza swali lako sehemu ya comments. Ulikuwa nami Joan Thomas, na wapenda sana guys. Stay loved. See you next time. When did I have tempe? Well guys, asante sana kwa kuangalia video ya siku ya leo. Kama unahitaji zaidi video za aina hii, hakikisha umesubscribe na like video hii. Video ikiwa na like nyingi ndivyo utakavyojua mnazihitaji zaidi video za aina hiyo, na tutatengeneza nyingi zaidi kwa ajili yenu. Okay guys, bye bye. Stay healthy till next time.